Anasema ama hajaokoka. Yule sio mtumishi. Kwa mtumishi mimi asingenifanyia vile. Sasa na Mungu anajaribu kusema wewe ni mtumishi wangu. Mungu anamwambia no, huyo ni mtumishi wangu. Sasa hiki kitu hiki Mungu amekusudia kuponya watu wake. Mungu amekusudia kufungua watu wake na kuweka huru. Kwa sababu kuna matatizo mengine, magonjwa mengine, vifungo vingine, sio mtu amerogwa, sio aliyesimama kwa mwingilia kati. Hapana, ni kukosa tu maarifa ya kwamba kuna kupanda, kuna kukua. Na nimepanda kwenye jengo upi? Na hii mbegu gani na nimepanda mbegu gani? Hii mbegu itakuja kutoka lini? Kwa hiyo nikushauri tu mtumishi wa Mungu kwamba hiyo mbegu uliyopanda, hakikisha ya kwamba unamuuliza Mungu, hii mbegu ya wema ambayo umeniweza kuipanda, ni mbegu hii itakuja kutokea lini? Ni mbegu hii itakuja kuzaa lini? Lakini nje ya hapo utajikuta unapitia maisha magumu, na unaweza pia hata ukamkasirikia na Mungu. Unaweza pia ukasema Mungu, mimi sitakusaidia. Kama yule mtu ambaye nilikwambia kwamba alizira kabisa kusaidia watu wengine, akaacha kabisa kusaidia watu wengine. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo ukilifanya litakusaidia, ikitokea uliomtendea mema haja kulipa mema, jambo la kwanza ni nini? Kufanya wema kwa ajili ya mtu, ndio ukitegemea kulipwa na mtu. Kwa hiyo ukimfanyia mtu jema, usitegemee kulipwa na mtu. Ukifanya jambo jema ukitegemea kulipwa na mtu, uwe na uhakika kuna kitu kitakupata kibaya. Haleluya. Kuna tukio litakukuta. Ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Mathayo, ukisoma kitabu kile cha Mathayo sura ya 6 ule mstari wa kwanza, Mathayo sura ya 6 ule mstari wa kwanza. Mathayo 6 mstari wa kwanza. Ndio. Biblia inasema hivi, angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu, kusudi mtazamwe na wao. Kwa maana mkifanya kama hayo, hampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Umeona kitu ambacho Mathayo inasema? Yaani unaweza kutamani mstari kama ufutwe hivi usiwepo tena. Kumbe ili uweze kupata thawabu ya jambo jema uliomfanyia mtu ama uliofanyia watu, cha kwanza, lengo lako wewe, ulifanya wema ulimfanyia nani na lengo lako lilikuwa lipi? Okay. Kwa hiyo ukifanya kwa kutegemea respond kwa yule ambao ulimfanyia, Biblia inasema ushapata thawabu yako tayari. Maana respond tayari umeshalipwa. Unavuna muda huo. Umeshavuna muda huo. Kwa hiyo hapo ni umepanda mbegu ya kula pilipili. Mwasho unaopata hapo baada ya kula pilipili. Sio baadaye. Kwa hiyo usije ukategemea kwamba kama kuna mtu ulimsupport, ulimtia moyo, ulimsukuma, alafu baadaye anakuja kufanikiwa, unasema bora fulani nilimsaidia sana, alafu kwangu amenyamaza. Kumbe ulishalipwa. Wewe ulifanya ili mtu akuone. Alishakuona kwamba yani baba mkubwa, baba mdogo, ni mtu mmoja mzuri sana. Mungu anisaidie. Kwa ile zikale tumeshalipwa sana. Ndio maana kila ukimwendea Mungu anasema unamwendea Mungu, unaambia Mungu nikumbuke kazi yangu niliyofanya. Kwa lipi? Mungu anasema mbona ulishalipwa? Kwa kile kitendo cha wale watu kukupraise, kusema kwamba fulani bwana, yani hapana bwana, fulani bwana ni mtu mwema sana. Fulani na ukasema hakuna kama mimi. Ndio mimi bwana ambaye nimefanya. Hapo umeshalipwa. Kwa sababu wewe ulifanya, lengo lako utazamwe na watu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Itakusaidia sana kufanya vitu ukiwa tu behind the scene.
Kwa maana usionekane. Wewe akikuona tu baba yako aliyesirini akujaza. Haleluya. Kuna mahali fulani kwenye Biblia Paulo alifanya tukio kubwa sana. Alafu watu walipojipanga sasa na kutaka kumfanya yeye kuwa kama Mungu, Biblia inasema akakimbia, kaondoka. Kwa hiyo akapanchi ule utukufu kwamba mimi nilifanya kwa ajili ya Mungu. Mimi sikufanya kwa ajili ya mwanadamu. Lakini kwenye dunia hii ya leo ambayo tuko nayo hii leo, mtu akikufanyia jambo usipo appreciate, usipompa credit, kwanza nikanitaji, usiponitaji nirudishe nilipo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo fanya kitu, wewe mtazame tu Mungu. Fanya kitu kwa ajili ya Mungu. Ni watoto wako, kweli ni wanao, lakini utakapowafanyia wewe muangalie tu Mungu. Kwa sababu ni watoto wako, lakini sio mali yako, ni mali ya Bwana. Kwa upande wa watoto, au upande wa watoto unapanda kwa Bwana. Kuna wazazi leo wana maumivu makali, wanatoa mpaka laana kwa watoto wao kwamba huyu mtoto mimi nimsomesha, niliuza mboga, tenga alikuwa kichwani, pika vitafunio na sukuma mangano makilo kwa makilo. Leo hii mwanangu amekuja kupata kazi nzuri, alafu ana time na mimi. Okay, wewe mzazi ulifanya ili mtoto ndakulipa. Kwa inawezekana ukanichukia. Sasa mara zaidi ya moja ya kwamba chochote utakachofanya wewe fanya kwa ajili ya Mungu. Haleluya. Tusome tena Wakolosai ile sura ya 3, kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 23 hadi mstari wa 24. Sura ya 3 mstari wa 23 mpaka mstari wa 24. Biblia inasema hivi. Ndio. Lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo. Ndio. Kama kwa Bwana wala si kwa wanadamu. Mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi mnaomtumikia Bwana Kristo. Amen. Maana adhulumaye atapata mapato ya udhalimu wake wala hakuna upendeleo. Bwana Yesu asifiwe. Lolote mfanyalo lifanye kwa moyo kama kwa Bwana wala si kwa wanadamu. Kwa hiyo usiangalie unayemfanyia uhusiano mlionao, aidha wa kindugu, wa kirafiki. Wewe unapofanya, mwanadamu mweke pembeni, muone Mungu. Kwanza pia itakusaidia hata wewe kufanya katika utulivu. Yes. Utafanya kwa utulivu, lakini pia hautategemea malipo. Wewe utajua tu Mungu ni Mungu anayelipa. Kwa muda gani mimi sijui, atanalipa nini mimi sielewi, ila mimi ninachojua mimi nafanya. Haleluya. Ndio maana Yesu akawaambia wale wenye haki kwamba nilikuwa nina njaa, amkunipa chakula. Wale wenye haki wakashangaa, wakasema, Yesu, hivi lini Yesu ulikuwa una njaa ukaja kwetu alafu sisi tukunyime? Yaani namna tunavyokupenda Yesu. Namna tunavyokuheshimu, namna tunavyokuthamini. Kwa hiyo kumbe thamani yao ilikuwa kwa mtu, sio kwa Mungu. Ndio maana Yesu akasema, yeyote mtakayemtendea nimemtendea mimi, sio huyu ambaye mmemfanyia. Haleluya. Kwa hiyo itakusaidia sana hii kukuondolea msongo wa mawazo. Itakusaidia sana hii kumtazama mwanadamu. Itakusaidia sana hii kutolalamikia watu. Maisha ya leo watu wamekuwa wakilaumu watu mno kuliko kawaida. Mtu ana tendency anasema fulani namfahamu, alipitia kwangu yule, nilimbeba mimi, nilimthamini mimi. Okay, wakati unambeba wewe ulikuwa unambeba nani? Wakati unamtendea hayo mema wewe ulikuwa unategemea nini kutoka kwa huyu ambaye unamtendea? Ulikuwa na ajenda zako binafsi. Kwa hiyo ukiwa una ajenda yako nyuma ya pazia, umeshalipwa. Haleluya. Kwa hiyo
watu wengi wamekuwa wakivuna maumivu kwa watu ambao waliowatendea mema, kwa sababu walitegemea kupata mazuri kutoka kwao. Mungu ameshasema kwamba utakachofanya wewe fanya kwa ajili yangu. Ukifanya kwa ajili ya watu utapotea. Kwa nini? Mungu peke yake ndio abadiliki, lakini mwanadamu anabadilika. Mungu peke yake ndio anakumbuka fadhila, lakini mwanadamu anasahau. Leo unamtendea makubwa mazuri sana, kwani wangapi? Mtu anasema nilimsomesha mwanamke fulani, binti fulani, nilimpenda nikamsomesha, lakini baada tu ya kumaliza chuo na kazi nikamtafutia, ameniacha leo. Hivi kama ulifanya kwa ajili ya huyo mwanamke, ulinyongi, unyusumu, au mtafuti mwanamke na ukamdhuru na upanga wako mwenyewe. Kwa hiyo kumbe hii itasaidia sana, hii itakusaidia sana. Unapofanya wema wowote, jambo jema lolote, usimwangalie mwanadamu unayemfanyia, muangalie Mungu. Ukimwangalia mwanadamu tayari umeshalipwa. Ukimtazama Mungu hautapata pressure. Ukimwangalia Mungu hautakuwa na uchungu moyoni mwako. Ukimwangalia Mungu utakuwa tu na amani. Utasema tu hata asiponipa, mimi ninachojua nifanye tu kwa ajili ya Mungu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo punguza matarajio unapotoa msaada. Punguza mategemeo ya kutendewa mema unapotendewa mema. Punguza, ikiwezekana acha kabisa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kwenye ile Mithali sura ya 13 mstari wa 12 neno la Mungu linasema hivi. Mithali 13:12. 13:12. Ndio. Kilichotarajiwa ikikawia kuja, ndio moyo huugua. Amen. Bali haja ya mtu ikipatikana. Haleluya. Kilichotarajiwa kukawia, moyo unaugua. Kikichelewa kuja, kisipokuja moyo unauma. Ukisubiri kitu ambacho hakiji, unaumia. Lazima ndio. Kwa hiyo Mungu amekupa hii alert mapema kabisa kwamba ukifanya jambo wewe tu tulia tu, nitazame mimi. Lakini nje ya hapo ukikaa na kusubiria, nakumbuka nilipopanda mahindi kwa mara ya kwanza, huwezi amini mwalimu, kila nikiamka asubuhi nachungulia kama imetokea. Kwa hiyo kichoko kinanipa nguvu ni pale hapo, kila nikiamka asubuhi naangalia, naona imetokeza kidogo. Lakini ningeona hajatokea kabisa, jana nakwambia ningekuwa nahangaika. Bwana Yesu asifiwe. Ndio hiki ambacho Mungu ametuambia kwenye Mithali 10:12 kwamba ukifanya kitu wewe tulia tu. Hii inawahusu mpaka watumishi wa Mungu. Unakuta mtumishi wa Mungu ayamwombea mtu amepona, anapata kazi, amefanikiwa, anasubiri malipo. Kwa hiyo aliyoombewa asiporudisha shukrani mahali alipoombewa, tayari mtumishi huyu aliyemwombea anaumia. Ugomvi, maneno yanakuwa magumu, laana zinatamkwa. Kama Yesu alitakasa wenye ukoma 10 na akaumia, kwa nini hawajarudi kushukuru? Kauli moja tu